Hello, nikukaribisha sana katika session hii ya leo. Na leo nimekuja na mada moja ambayo inasema kwamba aina ya watu ambao unawahitaji katika maisha. Na hii inaweza kusaidia katika kuimprove maisha yako, hususan pale unapokuwa umeelewa ni aina gani ya watu ambao unahitaji kwenye maisha yako. Kikawaida si kila mtu ni rafiki yako, wala si kila mtu ni wa muhimu kwako. Isipokuwa kuna aina tatu ya watu ambao kama ukiwapata kwenye maisha, basi ninakuhakikishia kabisa 100% maisha yako yatabadilika kabisa, na unaweza kusababisha wewe kuishi maisha yenye furaha, maisha ambayo hayana majuto, lakini pia maisha ambayo kikawaida utabakia katika hali ya kufurahia. Na kundi la kwanza ni marafiki ambao unajifunza kutoka kwao, au watu ambao unajifunza kutoka kwao. Na hili kundi la kwanza ni watu ambao kwenye maisha huwa wanafanya vizuri sana, na kile ukiwatazama, yani kuna vitu ambavyo unavutiwa, yani kuna vitu ambavyo vinakuattract kujifunza kutoka kwao. Maybe wanaweza kuwa labda ni watu ambao wapo kwenye eneo la biashara, au wapo kwenye eneo la career, au wapo kwenye eneo la profession na mambo mengine kama hao, maybe public speaking na vitu vingine kama hivi. For instance, mimi kuna watu ambao ninajifunza kwa mfano watu kama kina Joy na Nauka, watu kama kina Chris Mauki na kina Esden Jumaine na watu wengine. Ni watu ambao wamekuwa wakifanya vizuri, na kila nikiwatazama ninajikuta tunajifunza kutoka kwao bila hata kujua kwamba kuna kitu ambacho najifunza kutoka kwao. Kwa hiyo kundi la kwanza la watu ambao unapaswa kuwa nao kwenye maisha ni watu ambao unajifunza kutoka kwao. Wanaweza kuwa labda wanafanya kitu ambacho na wewe mwenyewe unatamani kuja ukifanya hapo baadaye, au wanafanya kitu hata maybe labda ni different na kile kitu ambacho unakifanya, lakini kila ukiwatazama kuna namna ambavyo unabe attracted, ukiwaangalia kuna namna ambavyo unajifunza kutoka kwao. Kwa hiyo hao ni watu wa muhimu sana kuwa nao kwenye maisha. Lakini kundi la pili la watu ni watu ambao wanakushauri, na hili ni kundi la watu ambao huwa hawapendi kuona unaharibikiwa kwenye maisha, isipokuwa unapopitia mambo ambayo wanaona kabisa anaweza kusababisha kuchafuka labda, au anaweza kusababishia kuanguka au kupoteza sifa, kupoteza mafanikio. Hili kundi la watu, hili kundi la pili liko tayari kutokea na kukwambia hapo unapofanya unaenda vibaya, hivi unavyofanya unakosea. For instance, mimi nilikuwa na si ni mwiteje, alikuwa ni spiritual father. Yeah, he is a pastor. Na kila nilipokuwa labda akinipatia nafasi fulani ya kufanya huduma kanisani kwake, kuna namna ambavyo alikuwa anajaribu kunijenga, ananishauri, ananisaidia. Kuna wakati ambapo nilikuwa labda nimemaliza huduma, lakini ataniita, ataniambia uliintroduce somo vizuri na ukaenda vizuri, lakini kwenye introduction ulikosea, ulipaswa kuhitimisha hivi na hivi. Kwa ananiita private office, ananishauri mambo mengi, ananielekeza vitu vingi. Lakini na watu ambao wamekuwa pia wakinishauri kwenye maisha au kikawaida, nimekuwa nikijikuta ni kama nina move kwa utulivu, ninatembea kwa utulivu. La sivyo pasinge kuwepo na watu ambao wananishauri kwenye maisha, inawezekana labda pengine ningekuwa nishapoteza mwelekeo na vitu vingine kama hivyo. Lakini kundi la pili ndio kundi la watu ambao wanakushauri kwenye maisha yako. Yani hili ni kundi la watu ambao hawapo tayari kabisa kuona unaharibikiwa, bali kila unapofanya jambo ambalo linaweza kuwa hatari kwenye maisha yako, wako tayari kutokea, watatumia muda wao kuhakikisha kwamba wanakushauri, wanakutengeza na kukurudisha kwenye kusudi maalum. Lakini kundi la tatu na la mwisho ni watu ambao ni supporters. Yes, these are the people who can support. Maybe inaweza kuwa labda material, or support in case of morals. Lakini watu ambao hawako tayari kabisa kwa unapoteza fursa aina yoyote, hawako tayari kuona unaharibikiwa. Sometimes watasupport kupitia maybe mali zao, watasupport kupitia muda wao, watasupport kupitia labda kupitia rasilimali zao, lakini always kitu ambacho wanafanya, wanahakikisha kwamba maisha yako yanasonga mbele na unakifikia kilele kikubwa cha mafanikio. Kwa hiyo ukiwa na haya makundi ya watu hawa watatu, unaweza kabisa kufikia ndoto yako katika maisha na ukayaishi maisha yenye tija, maisha ambayo hayatakuwa na majuto aina yoyote yale. Nimesema kundi la kwanza, watu wanaojifunza kutoka kwao. Kundi la pili, watu wanaokushauri, na kundi la tatu ni watu ambao ni supporters, watu ambao wapo tayari kutoa mali zao, kutoa muda wao, kutoa maybe ujuzi wao, kuhakikisha kwamba wanakusupport na wanafanya vizuri katika haya maisha. Kama kuna kitu kingine unahitaji kufahamu
au kuna jambo ambalo labda hujaelewa kwa kina, dondosha comment hapo chini, nitaisoma comment yako kisha nitakurudia. Na kama kuna mada yoyote ile ambayo maybe unatamani niweze labda kukufanyia presentation, basi dondosha comment hapo chini ya mada hiyo kisha nitakurudia. Lakini pia kama unaweza pia unaweza kulike hii video, lakini kama unaweza kushare pia, unaweza kushare kwa ajili ya kuwafikia watu wengi zaidi. Asante sana.